Yule analikuwa nani yule? Katika eneo hili ambalo liko ndani ya makazi, ndani ya hifadhi, eneo hili ambalo liko ndani ya hifadhi, tunaona makazi. Kuna nyumba 3 ziko pale, ingawaje sio nyumba za kudumu sana. Tunaona nyumba nyingine 2 ziko hapa, na pale kuna nyumba takriban 5, 6. Inawezekana pale kuna familia moja inayoishi ama familia 2, na kuna nyumba nyingine iko kule juu. Lakini sambamba na nyumba hizo, eneo hili limeanzishwa mashamba. Yameisha mashamba ya mazao mbalimbali, na kuna maharage, kuna miogo, kuna migomba, na inaonekana wazi kwamba watu hawa wamekaa muda mrefu kidogo, kiasi kwamba wamejitawala na wanaendelea na maisha kama kawaida, wakati hawana vibali vya kuishi katika nchi yetu. Tunawapa onyo na kuwaambia waondoke, vinginevyo tutafanya operation kubwa ya kuwaondoa kwa nguvu. Simanya wapi? Mbona kukusikia unasikia? Ongea Kiswahili. Simanya wapi wewe? Mbona kusikia nasikia? Sasa umesikia, kama unajua Kiswahili tunakwenda kukufunga. Ndio utajua, utakijua, utajifunza jela. Sawa? Ongea Kiswahili. Ongea Kiswahili. Ongea Kiswahili. Ongea hivyo hivyo kidogo kidogo. Ongea. Vitambulisho vyake viko wapi? Ni nini? Kwa nyuma hapo nadhani kuna ile karangamoto. Nisaidie kushika. Ya safari ndefu sana kuingia katikati ya hifadhi, ambapo tumetembea takriban kilomita 9 na zaidi. Sasa tumeanza safari hii saa 3 asubuhi. Tuko hapa katikati ya hifadhi, tumekutana na raia wa Burundi. Unaitwa nani? Bimenyimana Salome. Nani? Bimenyimana Salome. Anaitwa Nduwimana. Anaitwa Nduwimana Salomo. Salomo Nduwimana ni papa wangu. Baba yako ndo Nduwimana. Wewe jina lako Salomo. Si ndio? Umekuja kufanya nini Tanzania? Kuanza kulima nepa mwisho. Shamba lako? Shamba lako ara mwisho. Shamba lako. Unalimia watu. Unalimia watu? Unalimia watu? Au shamba ni la kwako? Shamba ni la kwako. Shamba juu kwalimira. Shamba la nani? Shamba juu mugabo yitwa juu. Anaitwa nani mwenye shamba? Mwenye shamba ni nani? Ni nani? Mwenye shamba yitwa juu. Wowe ita biri yao ku isoko uriya adandaza amachupisi ari wa bitu. Anakaa wapi? Anakaa wapi? Mashamba anakaa wapi? Bosi wako? Bosi? Bosi hari iwa haja juu iwa bitu haji wa Tibilo. Uko Tibilo? Tibilo Kalinzi? Tibilo ndio bosi wako? Yule anaonyesha TV? Jula? Nalikompa mu Burundi. Nga mwishuza. Shuza? Unakaa wapi? Nalina kwa kwenda kulima. Kwenda kulima wapi? Kwenda kulima wapi? Au mwishuza tuli muna adutumye. Umekuja lini kutoka Burundi? Mvuki Ngozi gusa mpiti umugore mu gisagara mu mwana. Hivi hakuna mu hapa? Azungumza Kiswahili, anajua Kiswahili. Nyumba kwa nyumba tunavuka milima na mabonde. Tuko ndani ya hifadhi katikati. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, leo ametupa afya ya kufika huko. Tangu saa 3 asubuhi tunatembea kwa miguu. Tumefanikiwa kukutana na vijana hawa 3 ambao wataeleza wanatokea wapi. Hapa ni eneo ambapo kwa chini kidogo tutawaonyesheni makazi ambayo yameanzishwa ya muda mrefu na ndugu zetu kutoka Burundi. Wamekaa hapa ndani. Na sisi
tumeamua kuja kuwafuata na kuwaeleza kwamba wenyewe waondoke, warudi nyumbani kwao, kwa sababu hapa ni hifadhi, lakini hawastahili kuingia katika nchi yetu bila ya vibali maalum. Kwa hiyo hawa ni wahamiaji haramu. Tunaanza nawe bwana, unaitwa nani? Elia. Toa sauti. Ninaitwa Elia. Unaitwa Elia. Ndiyo. Unatokea wapi? Chibitoke. Chibitoke iko wapi? Chibitoke komini Mugina. Mugina. Ni mkoa ndani ya Burundi. Ndiyo. Wewe unatokea wapi? Ya Chibitoke. Chibitoke. Ndiyo. Umetoka lini kwa Chibitoke? Ndiyo. Umetoka lini? Kwenu umetoka lini? Umetoka lini kwenu? Toka Chibitoke. Haya, utaujua na watu wengine. Wewe unatokea wapi? Chibitoke. Kwa nini umekuja huku bila vibali? Una vibali vyovyote? Kwa nini umekuja sasa? Wewe hujui kama hii ni Tanzania? Hujui kama hii ni Tanzania? Nayo. Sasa kama unajua, kwa nini umekuja huku? Wana pesa za Burundi pia. Hatuwachukulii fedha zao, lakini tunawaonyesha kwamba hawa ni raia wa Burundi, wana pesa zao za Burundi. Zinaitwaje fedha hizi? Marundi. Wana marundi, wana faranga. Hizi ni fedha zao. Wamekuja kutoka Burundi, wanaishi kiburundi Burundi hapa ndani ya eneo letu, na sisi tunawakamata kwa amani na utulivu. Tunawapeleka kwenye mikono ya sheria na tunawatangazia kwamba hili ni eneo la hifadhi. Hampaswi kuishi wala kufanya shughuli zenu ndani ya eneo la hifadhi, lakini pia hampaswi kuingia ndani ya Tanzania kwa mipaka yetu wakati ninyi sio raia wa Tanzania. Upo utaratibu wa kupita kwenye njia zilizo halali kuingia katika nchi nyingine. Kwa hivyo mnatuhatarishia hali ya usalama ya eneo hili, usalama wa eneo hili, kwa sababu mnaingia bila ya utaratibu. Na kwa maana hiyo tunaondoka na nyie, tunakwenda kuwaweka ndani, halafu utaratibu mwingine utafuata wa kisheria kulingana na makosa ya kuingia kwenye nchi yetu bila ya vibali. Sasa mimi nashangaa, kuna baadhi ya ndugu zetu wengine wanasema maeneo haya wanaishi wa Tanzania. Tumetembea takriban kilomita 10 sasa, hatujakutana na makazi ya Watanzania, hatujakutana na Watanzania huku. Tunakutana na Warundi tu. Hatujakutana nao. Wamejenga mpaka majumba huku ndani ya eneo letu, ndani ya wilaya ya Kigoma, ndani ya nchi yetu, huku wakiwa sio raia. Kwa hiyo sheria itaendelea kuchukua mkondo wake. Kaeni. Hawakimbii. Mimi mwenyewe niko fresh. Mpiga kura wa Burundi, si ndio? Ndio. Republika y'Uburundi, Republiki du Burundi, ikarata ya matora. Kitambulisho cha kupigia kura hiki. Maanake imeandikwa Commission Electorale Nationale Independente kwa uchaguzi wa 2025 2027. Ana vitambulisho vingine vinavyo mtambulisha kama yeye ni raia wa Burundi, yuko Tanzania, ameingia kinyume na utaratibu, hana vibali vyovyote vya uhamiaji. Wamekuja kufanya shughuli za kilimo kwenye eneo hili ndani kabisa katikati ya hifadhi. Kama nilivyosema, tumetembea kuanzia asubuhi saa 3 mpaka sasa tunakwenda saa 11. Tuko kwenye msitu na tunaingia ndani ya hifadhi, tunaelekea mahali ambapo tuna imani kwamba huko ndiko kwenye makazi. Jengo hili ambalo liliezekwa nyasi hapa tulipo lilikuwa linatumika kama kanisa, na haya mnayoona ni mabenchi, ambapo kwa sababu alama ya kujenga kanisa au msikiti, kujenga kanisa au msikiti maana yake ni ishara ya kuanzisha permanent settlement ndani ya nchi yetu, ndani ya Tanzania. Kwa hivyo tunaendelea kutoa wito
kwamba raia wote wa Burundi ambao wako ndani ya mipaka ya Tanzania bila ya vibali wamevamia na kufanya makazi ndani ya mipaka yetu waondoke mara moja, kwa sababu wale ambao tutawakamata kama huyu tunaondoka naye anakwenda kushughulikiwa kisheria. Tunaondoka naye anakwenda kushughulikiwa kisheria kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Zipo sheria zinazotuongoza. Ili uingie Tanzania unatakiwa upitie mchakato upi, na huo sisi tutausimamia kwa wivu mkubwa sana. Wananchi hawa wananufaika na mbolea inayotolewa na serikali ya Tanzania, wanapata matibabu ndani ya serikali ya Tanzania, wanatumia huduma zote ndani ya serikali ya Tanzania, lakini kibaya zaidi wanakuja bila ya utaratibu. Sisi hatuwafukuzi kwenye nchi yetu unapokuja ndani ya utaratibu. Ukiwa kwenye utaratibu tutakuhesabu wewe ni mtu mwema, lakini kama unakuja katika mazingira haya, tunatembea ndani ya kilomita 10 kuingia msituni, unaweka shamba, sheria itachukua mkondo wake. Naendelea kutoa wito wananchi wote katika wilaya ya Kigoma, msikae na wahamiaji haramu. Lakini wananchi wote katika wilaya yetu pia ya Kigoma, msikae na wahamiaji haramu ambao mnawapa shughuli za kwenye mashamba ama mnawakatia ardhi ama mnafanya nao mawasiliano na mahusiano huku mkijua kabisa kwamba hawa ni wahamiaji haramu. Sheria itaendelea kuchukua mkondo wake. Mimi kama mkuu wa wilaya pamoja na viongozi wenzangu wa kamati ya usalama hatulali, tutakesha mguu kwa mguu, nyumba kwa nyumba, mpaka tuhakikishe kwamba watu wote ambao wanaishi hapa nchini na kutuharibia mazingira kinyume na utaratibu wanaondoka. Tunaanza na huyu, tunakwenda kumaliza na wengine. Shika kitambulisho. Haya ni moja kati ya makazi ambayo tumekutana nayo. Ni takriban kilomita 10 kutokea barabara ya lami, lakini ni takriban kilomita 6 kuingia ndani ya hifadhi. Tumekuta makazi haya na raia anaokaa hapa, kwa sababu tumeshasema waondoke hapa, hakuna mtu, maana yake wamehama, lakini tuna imani kwamba watarudi. Tunaendelea kutoa wito kwamba raia wote ambao sio wakazi wa Tanzania waondoke waende kwao. Vinginevyo hatutavumilia wakae kwenye maeneo yetu ya hifadhi na kuanzisha makazi kama hivi. Tunafahamu eneo hili lina rutuba ya kutosha, lakini linalindwa pia kwa sababu ni korido ya wanyama ambao wanapita kutokea Gombe kuelekea Burundi. Kwa hivyo tuendelee kuheshimu mipaka yetu, tuendelee kuheshimu sheria za nchi zinazotaka mtu kama sio raia wa nchi yetu, basi upo utaratibu wa kuingia, lakini utaratibu huo hauna maana kwamba wewe utakaa ndani ya hifadhi zetu. Kwa hiyo tunaendelea kutoa wito. Leo ni siku ya kazi. Tangu asubuhi tunatembea nyumba kwa nyumba kuhakikisha kwamba watu hawa wanafuata utaratibu katika kuingia kwenye nchi yetu. Lakini kwa Watanzania ambao wako ndani ya hifadhi pia tumewaelekeza, ondokeni ndani ya hifadhi. Mpaka sasa hatujakutana na Watanzania, lakini nina imani inawezekana wapo Watanzania wachache ambao wako ndani ya hifadhi hizi, na sisi tunaendelea kuwaambia waondoke ndani ya hifadhi zetu, wasichokoze serikali. Tutalinda hifadhi hizi kwa wivu mkubwa sana, tutalinda hifadhi hizi kwa nguvu zetu zote. Hifadhi iliyopo kwenye wilaya ya Kigoma, hifadhi ya Gombe ambayo iko chini ya TANAPA, sio hifadhi ya Kigoma, ni hifadhi ya Tanzania nzima. Kwa hiyo lazima tuilinde na lazima pia tusimamie sheria. Asanteni sana. Nikisema Nyarubanda nadhani watu wanaelewa. Tumetembea kwa mguu kutoka Nyarubanda mpaka tumefika Kagunga. Eneo hili, hawa watu wakazi wa eneo hili ambao ni raia wa Burundi walianzisha kitongoji chao hapa. Wamekaa hapa wakaona waanzishe utawala. Wanaanzisha kitongoji chao ambacho tulikipiga marufuku. Na sasa tumekusha waeleza
kwamba ndani ya siku 2 mpaka 3 zijazo tutafanya operation kubwa ya kuwakamata wale wote ambao wanaishi nchini kinyume na sheria. Tuko tayari kwa zoezi hilo, lakini kwa vile tumeshasema tuliwapa wiki 2 waondoke. Nina imani watu wanaotii mamlaka watakuwa wamekusha ondoka, lakini wale ambao watabaki tutawakamata na kuwapeleka mbele ya sheria. Tutawapeleka mbele ya mkono wa sheria ili sheria ichukue mkondo wake. Kwa hiyo tunaendelea kueleza wazi kwamba tunawapokea wageni, lakini waje kwa utaratibu, waje kwa vibali kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, lakini pia hatutawaruhusu kukaa ndani ya hifadhi. Hili ni jambo la msingi sana. Kukaa ndani ya hifadhi, kufanya shughuli ndani ya hifadhi, kulima ndani ya hifadhi, hapana. Kwa hiyo tumemaliza ziara yetu leo na sasa tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuanza safari ya kurejea. Takriban kama tumeanza saa 3 mpaka sasa hivi ni saa 11, tunatarajia tena kutumia masaa takriban 6 kurudi Nyarubanda. Ni safari ndefu ya milima na mabonde, lakini tutafika.